aende milimani, kwa kutaraji huenda huko anapokwenda hatapata dawa ambayo itakayopunguza umri wa yule mfalme. Na madamu kwamba ameahidiwa zawadi nono ambayo hatakayoipata baada ya kurudisha zawadi, baada ya kurudisha hii dawa kwa mfalme, ama baada ya kuileta hii dawa kwa mfalme. Kweli alipofika majira kidogo yamekwenda, amefika majira ya usiku, akaona nyumba pembezoni, fataraka albab, ikabidi agonge mlango katika ile nyumba. Kweli walillahi alhamdu, akatokeza mwanamume katika ile nyumba. Baada ya kutokeza akamwambia, ndugu yangu, leo hii mimi nina shida, sikufahamu, hatutambuani ama hatujuani, lakini mimi leo na shida. Shida yangu hasa ni sehemu ya kulala, kwa sababu hii katika hiki kijiji mimi ni mgeni na sina tena mahala pa kulala. Naomba unisaidie, hifadhi tu, tena siku ya leo tu. Patakapofika ama patakapokucha, basi mimi nitakuwa ni mwenye kuendelea na safari zangu. Mume akasema, hakuna tatizo, hakuna shida, umepata sehemu ya kulala hata zaidi ya siku moja, hata zaidi ya siku 3. Lakini ghafla ikasikika sauti ndani inayosema, mwambie hapa hatuna pa kulala. Ni sauti ya mwanamke. Hatuna sehemu ya kulala, na wala hatuna sehemu ya hifadhi, hatuna sehemu sisi ya kumkaribisha mgeni hakakaa. Idhan, ikiwa habari ndivyo ilivyo, mwambia haende zake, hii sehemu haifai. Kwa nini? Sisi hatuna nafasi. Ingawa mume alisema nafasi ipo, utalala na zaidi ya siku moja, lakini mke ndani ikasikika sauti yake kuyapinga maneno ya mume na kumwambia aende safari zake anazotaka kwenda. Hapa mume akakosa kauli ya kuongeza, ama akakosa kauli yenye nguvu ya kusema mbele ya yule mgeni. Kamlazimu anyamaze na mgeni asikilize maneno ya mwanamke, kabidi atoke. Lakini mbele yake akaiona nyumba nyingine. Alipofika, baada ya kuiona ile nyumba kama kanuni ilivyokuwa, akagonga mlango. Baada ya kugonga mlango wakasalimiana. Baada ya salamu akaleta maombi yake. Na hapa pia alitoka mwanamume akamwambia, ndugu yangu, mimi sina mahifadhi siku ya leo, sina mahala pa kulala, na kama unavyoona majira tayari yameshakwenda. Ndugu yangu, naomba unistiri ili nipate hifadhi hata ya leo, basi kesho nitaangalia mimi sehemu za kwenda sehemu nyingine. Mume akasema, hakuna tatizo, umefika, Allah akakuleta kwangu, nitakustiri. Na sio leo tu, hata kama utataka kukaa zaidi ya siku ya leo, basi hapa wewe ondoa shaka, jinsi upo nyumbani. Akasikika sauti ya mke pia ikisema, mbona unamzungumzisha mgeni aliyakuwa upo na nje? Si ungemkaribisha kwanza ndani na mazungumzo yote yangefanyika ndani? Angalia uzuri wake. Yani mume kasema anasapotiwa na mkewe, tena kwa kuonesha kule kusimama nje tu peke yake ni jambo ambalo halitoshi. Kwa nini kwanza asingemkaribisha ndani na kuzungumza naye ikiwa sebuleni ama sehemu zingine, ili na huyu mgeni akasema zile shida zake? Mume akapata nguvu ya kumwambia mgeni, twende ndani. Mgeni baada ya kufika ndani, mke akasema, nimesikia mazungumzo yenu yote,
na wala usijali, umepata stara, na sio siku ya leo kama alivyosema mume wangu, na yawafiki yote. Utakaa hapa mpaka pale siku ambayo utakayosema mimi leo sasa nataka kuondoka. Huyu bwana akapata stara, tena stara hiyo sio ya siku moja. Maana yake afanye mambo yake, haya anatafuta hiyo dawa yake, lakini hifadhi ya kulala ni pale. Siku ya kwanza, siku ya pili, huyu bwana yupo anaenda kufanya harakati zake kutafuta